Kila mtu duniani ana sehemu ambayo ni ndoto ya maisha yake, kwa maana ukimwambia kuhusiana na hiyo sehemu basi anafurahi sana, kwa maana anatamani sana kufika ule mji ama ile sehemu, akiamini kuwa ndo sehemu ya kutimiza malengo yake. Leo tupo na Los Angeles, California nchini Marekani. Swali la kujiuliza ni vipi kuhusiana na Los Angeles? Kuna mambo mengi sana yamefichwa kuhusiana na Los Angeles. Kama ni mara ya kwanza kuweza kufika Los Angeles, basi lazima unaweza kuhisi kama vile umeingia kwenye movie yani, kwa maana kuna magari makali ya kifahari, barabara, taa za Hollywood, halafu unajikuta kama uko kwenye movie. Swali la kujiuliza ni kwamba je, Los Angeles ni mji wa kutimiza ndoto kama vile watu wengi wanavyosema? Kwa sababu watu maarufu zaidi wapo huku na utajiri mkubwa zaidi duniani unapatikana Los Angeles. Swali la kujiuliza ni kweli ni mji wa bahati ama kuna ukweli ambao umejificha nyuma ya pazia? Karibu sana. Hii ni The Link. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, basi tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe hapo chini. Alafu baada ya hapo, makala kali na kipi ambacho utajifunza hapa, utaniambia kitu gani hasa unahisi inabidi nije kuelezea ndani ya The Link, kwa sababu tunakuwekea kila kitu ambacho kipo katika utafiti na udadavuzi wa hali ya juu. Karibu. Kabla ya kwanza kujua mambo ya siri ambayo yapo katika mji huu wa Los Angeles nchini Marekani, tuanze kufahamu kwanza Los Angeles ni nini hasa. Kabla ya kuingia kwenye siri zake, kwanza lazima tuelewe Los Angeles ni mji wa aina gani. Los Angeles ni mji mkubwa uliopo jimbo la California nchini Marekani, US. Ni moja ya miji yenye watu wengi sana Marekani. Si Marekani tu, bali miongoni mwa miji ambayo ina umaarufu mkubwa zaidi duniani. Los Angeles ni moja ya miji maarufu zaidi duniani, lakini mwanzo wake ulikuwa mdogo sana kuliko watu wengi wanavyodhani kwa sasa, na ndio maana unaambiwa hata mbuyo ulianza kama mchicha. Ndivyo ilivyokuwa kwa Los Angeles. Ilikuwa ni mji wa kawaida sana. Hakuna hata mmoja aliyetarajia kwamba Los Angeles itakuja kufika hapa ilipofika kwa sasa. Imekuwa miongoni mwa miji ambayo ni vivutio vya watu wengi, sehemu ambayo watu wengi wanaenda kutoboa, watu wengi ambayo wanajivunia nayo, na wengine wakiota kwenye ndoto wakitamani wala waje kufika Los Angeles, California, Marekani. Kabla ya kuja wazungu, eneo la Los Angeles lilikaliwa na makabila ya asili kama Tongva pamoja na Chumash. Watu hawa waliishi hapo kwa maelfu ya miaka, wakivua samaki, kuwinda na kufanya biashara ndogo ndogo. Ilipofika mwaka 1542, mpelelezi kutoka Hispania aliyeitwa Juana Rodriguez Cabrillo aliwasili kwenye pwani ya California. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa wazungu kuifahamu eneo la Los Angeles. Baadaye hadi ilipofika Septemba ya tarehe 4 ya mwaka 1781, Los Angeles ilianzishwa rasmi na Wahispania pamoja na walowezi 44 waliotoka Mexico. Kabla ya kuitwa Los Angeles, basi Wahispania waliupa mji huu jina refu sana. Hili ni jina la Kihispaniola, hivyo sikiliza taratibu sana, alafu utaniambia na wewe hili jina ni refu ama sio refu. Jina lilikuwa linasomwa kama hivi: El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de Los Angeles. Maana yake ilikuwa mji wa malaika wa malkia wetu. Mwanzoni kabisa Los Angeles uliitwa kama mji wa malaika wa malkia wao. Mwanzoni Los Angeles ilikuwa kijiji kidogo sana kilichojaa nyumba za udongo na wafugaji wa ng'ombe, huku wengine wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Baada ya Mexico kupata uhuru kutoka kwa Hispania mwaka 1821, Los Angeles ikawa sehemu ya Mexico. Lakini baada ya vita vya Marekani na Mexico mwaka 1848, eneo hilo likachukuliwa na Marekani moja kwa moja. California ikawa jimbo rasmi la Marekani ilipofika mwaka 1850, na Los Angeles ikaendelea kukua kwa kasi zaidi ikiwa chini ya usimamizi wa taifa la Marekani. Ukuaji mkubwa wa Los Angeles ulianza mwishoni mwa miaka ya 1800 baada ya reli kujengwa na kuunganisha mji huo na maeneo mengine ya Marekani. Watu wengi wakahamia huko kutafuta maisha mapya. Haya ndio mambo ya siri kuhusu Los Angeles, kwani video hii inaelezea kwa undani zaidi kuhusiana na mambo hayo ya siri zaidi ambao watu wengi zaidi hawafahamu kuhusiana na Los Angeles.
Karibu, hii ni The Link. Kama hujasubscribe, basi tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kusubscribe, ili mradi wa kwanza kupata makala na documentary zinazoelezea kuhusiana na ulimwengu pamoja na vitu vingi vya ajabu duniani kote. Jambo la kwanza, Hollywood sio maisha halisi ya Los Angeles. Kitu cha kwanza ambacho watu wengi hukosea ni kufikiria kwamba Los Angeles yote ni ya kifahari kama kwenye movie ilivyo, na huko sehemu za kitajiri zaidi ikitajwa kuwa ni Hollywood. Lakini Hollywood ni sehemu ndogo ndani ya Los Angeles, na maisha halisi ya watu wengi huko sio kama yale tunayoyaona kwenye TV na tukiamini kwamba wana utajiri kiasi hiko ambacho kinaonekana kwenye TV. Ndiyo, katika sehemu ya Los Angeles kuna magari ya gharama sana, mastaa maarufu, lakini pia kuna watu wengi wanaopambana kutafuta maisha ya kawaida kila siku. Watu wengi huenda Los Angeles wakiwa na ndoto za kuwa actors, singers, influencer au hata celebrities, lakini ushindani unakuwa ni mkubwa zaidi. Mwisho wa siku wanabaki kutafuta maisha tu, na ndio ile kauli ya kwamba potelea mbali, potelea pwete. Acha nibaki Los Angeles, naweza nikapata connection yoyote ile nikaendelea kujishikiza kuliko kurudi katika taifa langu. Ndio maana unaweza kukutana na mtu aliyewahi kuonekana kwenye movie kubwa akiwa anafanya kazi KF, kwa sababu huko Los Angeles fame inaweza kuja leo na kesho ikaondoka. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Los Angeles ni mji wa ndoto kubwa. Los Angeles imekuwa maarufu kwa sababu ni sehemu ambayo watu huamini maisha yao yanaweza kubadilika. Mtu anaweza kufika akiwa hana kitu kabisa, alafu baada ya muda mfupi akawa maarufu duniani. Ndio maana kila mwaka maelfu ya watu huhamia huko wakiamini, nikifika Los Angeles maisha yangu lazima yatabadilika. Na ukweli ni kwamba baadhi yao kweli hubadilisha maisha, lakini sio wote walioenda Los Angeles hubadilisha maisha. Wengine huishia kukata tamaa baada ya kugundua kwamba mafanikio ya Hollywood si rahisi kama vile walivyofikiria hadi kufika moja kwa moja Los Angeles. Jambo la tatu, kuna presha kubwa sana ya kuonekana tajiri. Kuna ile kauli inayosema kwamba pata pesa tujue tabia yako. Hiyo kauli tutaitumia hapa. Kuwa na presha nyingi sana ili mradi uweze kulinda brand yako. Los Angeles ni moja ya miji yenye kacha kubwa ya kuonyesha maisha ya watu wengi. Hupenda kuonekana wamefanikiwa, wana pesa na pia wanaishi mazuri sana, hata kama ukweli ni tofauti na vile watu wanavyotarajia. Na ukiwa Los Angeles kuna msemo maarufu sana ambao unatumika kwa watu wote. Msemo wenyewe unasema fake it until you make it, ukimaanisha igiza kama umefanikiwa mpaka pale utakapofanikiwa. Ndivyo ilivyo kwa Los Angeles. Unaweza kuona mtu Instagram yupo kwenye gari kali la kifahari, yupo restaurant kali za gharama, lakini kumbe gari sio yake, nyumba sio yake, na pesa hana. Pressure ya kuonekana inamfanya awe successful, lakini kiuhalisia mfukoni hana chochote kile. Na ndio maana nakwambia Los Angeles kuna pressure zaidi ya kuwa mtu aliyefanikiwa. Jambo la nne, traffic ya Los Angeles ni moja ya traffic mbaya zaidi duniani. Ukisikia mtu yoyote analalamika kuhusiana na traffic zilizoko katika taifa la Marekani, basi ujue moja kwa moja anazungumzia Los Angeles. Karibu kila mtu ana gari, na kwa sababu watu wengi hutumia magari kwenda kazini, shule na studio movies, foleni huwa kubwa sana. Wakati mwingine mtu anaweza kutumia saa 2, 3 au zaidi akiwa njiani tu. Na jambo la kuchekesha ni kwamba hata celebrities hukwama kwenye traffic hiyo hiyo, haijalishi una Rolls Royce ama Toyota, foleni haikuchagui. Jambo la tano, jinsi Los Angeles kuna tunnel za siri. Hii ndio moja ya siri zinazoshangaza watu wengi. Miaka ya zamani Marekani iliwahi kupinga marufuku ya pombe, lakini watu hawakuacha kunywa. Badala yake walijenga baadhi za siri, vilabu vya underground na tunnel za siri zilizopita chini ya eneo hilo. Tunnel hizo zilitumika kusafirisha pombe kwa siri bila polisi kujua, na baadhi yake bado zipo mpaka leo. Watu wengi wanaamini kwamba baadhi ya mastaa wa zamani wa Hollywood walikuwa wanazitumia kwenda kwenye paper art za siri
bila kuonekana na paparazi. Jambo la sita, alama ya Hollywood mwanzo haikuwa ya movies. Leo hii ukiona alama ya Hollywood jua mlima unaweza kudhani ilitengenezwa kwa ajili ya filamu, lakini ukweli ni kwamba ilikuwa ni tofauti kabisa na mwanzoni iliandikwa Hollywood Land na ilikuwa advertise ya kuuza nyumba, yani billboard ya biashara tu. Baadaye sehemu ya Land ikaondolea ikabaki Hollywood na polepole ikaja kuwa moja ya simbo maarufu zaidi duniani. Siri kubwa ambayo imejificha kwenye sehemu ya Los Angeles. Baada ya kusikia mambo yote haya, unaweza kujiuliza kitu gani hasa kinafanya watu waendelee kuipenda Los Angeles? Jibu ni moja tu, matumaini. Los Angeles imewafanya watu waamini kwamba maisha yao yanaweza kubadilika baada ya kuweza kuachana kabisa na itikadi ambazo zilikuwepo na sasa kufocus na kazi, kwamba unaweza kutoka kawaida ukawa star, ukawa tajiri au ukafanikiwa duniani. Na hiyo ndiyo nguvu kubwa ya Los Angeles. Ni mji unaouza ndoto na watu wengi bado wanaendelea kuamini ndoto hizo kila siku. Los Angeles ni mji wa kipekee sana. Achana na masuala mazima ya movie, lakini ni mji wa ndoto, pressure, ushindi, ushindani, fame na matumaini. Ni sehemu ambayo nyuma ya kila taa ya Hollywood kuna mtu ambaye anapambana kubadilisha maisha yake, na labda hiyo ndio siri kubwa ya Los Angeles, kwamba nyuma uzuri wake kuna maisha halisi ambayo watu wengi hawaioni. Asante kwa kunisikiliza. Na umejifunza nini kuhusiana na Los Angeles? Andika kupitia comment section hapo, lakini pia tumia sekunde chache kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe kwa channel yetu. Hii ni The Link. I am Luka_Uji Kijana Msimuliaji. See you next time.